Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa mtumishi wa Mungu Sara J. Tandu. Mungu ametupa neema wakati mzuri. Tunaenda kujifunza neno la Mungu linalosema furaha. Neno hili tunalipata katika kitabu kile cha Wafilipi 4:4, inasema furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Inasema katika. Na maneno katika, kuna furaha inayotoka katika Bwana na nje ya Bwana. Furaha inayotoka nje ya Bwana ni furaha inayosababishwa na vitu, yamkini mali, fedha au kitu chochote kizuri ambacho wewe unaona kinaweza kukupa furaha. Lakini furaha ya Bwana haitokani na vitu, inatokana na Kristo. Maana Kristo ndo chanzo cha furaha ya mwanadamu awaye yote. Tunapokuwa na Kristo katika mioyo yetu au katika maisha yetu, furaha inazalishwa ndani ya mioyo yetu. Hata kama kuna mambo yanakuzunguka yanakusababisha huzuni, hata kuna mambo magumu unayokutana nayo katika maisha, lakini ile furaha ya Kristo inazalishwa kila inapoitwa leo. Na ninatamani tukaone kanuni mojawapo ambayo itaendeleza kutuzalishia furaha katika maisha yetu. Kanuni ambayo inaweza kutuzalisha furaha katika maisha yetu ni kumcha Bwana. Neno la Mungu nasema kwa kumcha Bwana watu wanajiepusha na uovu. Kwa hiyo tunapokuwa na uchaji wa Mungu katika maisha yetu, ile furaha itaendelea kuzaliwa siku kwa siku, haitakatishwa na kitu chochote. Maana Bwana anasema furaha ya Bwana ndiyo nguvu zetu. Kwa hiyo kwa namna ambavyo tunamcha Bwana, tunaendelea kuwa na nguvu ya kuwa na furaha, tunakuwa na nguvu ya kufanya mambo mengi katika maisha yetu. Neema ya Mungu inaweza kukusaidia kuendelea kuizalisha furaha kwa kupitia uchaji wa Mungu. Maana unaposhindwa kuwa na uchaji, kuna vitu vitazaliwa ndani yako, hali ya uchungu, hali ya kukosa amani, au utazungukwa na watu waovu au watu wabaya. Wanaweza kuwa mlango wa kuzalisha furaha, kuzalisha uchungu katika maisha yako. Na Mungu akubariki, umche Bwana. Amen.